Mwalimu wa kwanza, piga tu shangwe na vigelegele. Piga tu shangwe na vigelegele. Piga tu shangwe, wapi shangwe na vigelegele. Haleluya, piga tu mpaka afike. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Siku ya leo ni siku ya kumtafuta Mungu na kuabudu Bwana. Kwa hivyo usichoke kumtafuta Mungu mahali hapa. Ningeongezea basi kwa hii mic ingekuwa vizuri. Tunaendelea vizuri na Mungu ni mwema. Ndinipa basi ingekuwa vizuri. Asante sana. Nitamani tuinue mikono yako juu. Siku ya leo ni siku ambayo tunajinyima ili tuweze kumwona tu Mungu, na hatuna kitu kingine tunaweza fanya zaidi ya kumtaka Bwana katika maisha yetu. Wakati mwingine napotafakari mahali Mungu amenitoa, huwa ninaambia Bwana, siwezi kukulipa kwa fedha, ila tu kwa kukutumikia, kuliabudu jina lako. Ninasema ya kwamba Bwana anakaa katika sifa na maabudu, na hakuna jambo nzuri kwa Mungu anapoona watu wake wamemfanyia ibada kama siku ya leo. Kwa hivyo nataka kuambia Bwana, siku ya leo sijakuja nikuombe unitendee, bali nimekuja tu kukupa ibada jioni ya leo. Na usiku wa leo nina imani ya kwamba Bwana anaenda kuchukua nafasi katika maisha yako. Unapoabudu Bwana kwa moyo, Mungu anachukua nafasi kwa kila hitaji ambalo uko nalo. In the mighty name of Jesus, I want us to surrender before the Lord. I know tumekuwa tukipitia mambo mengi, tumepita mambo mengi, na kuna mazito tunakutana nayo katika maisha haya. I want you to surrender before the Lord. Waambie tu Bwana akachukue nafasi katika moyo wako, ya kwamba neno lake linapokuja, ya kwamba napohudumiwa, Roho wa Mungu akukuze usiku wa leo. Ninaomba Bwana unikuse tena, ninaomba Yesu unikuse. O Baba, twachiachilia mikononi mwako, mbele zako twachiachilia Mtakatifu mikononi mwako. Mahali hapa mioyo zetu zinatamani uwepo wako Baba. Ututakase Bwana. Baba, utukushe kwa mkono wako, in the mighty name of Jesus. Bwana, chukua nafasi kutawala mioyo zetu, chukua nafasi kutawala mahali hapa. Jesus, we love you and we need you, our Lord Savior. Ya kama Bwana, pasipo wewe kwenda nasi hatuwezi kufika, hatuwezi kutembea vyema. We need your presence, we need your Father. Ya kama Baba, enenda pamoja nasi, enenda pamoja nasi katika ibada ya usiku wa leo. Enenda pamoja nasi mahali hapa Mfalme. We need your Father. Twakuhitaji wewe Baba, twakuhitaji wewe Baba wetu. Ya kwamba Baba, tuwe nawe usiku wa leo. Ya kwamba Jehova, utembee nasi usiku wa leo. Wewe ni Mfalme, wewe ni mwema Baba, tunakupenda. Enda nasi Baba, utembee nasi Baba, utukuse kwa mkono wako, maana wewe ni Mungu, Mfalme wa wafalme. Yesu, wewe ni mwema, Bwana wa majeshi. Wewe ni Mungu mwenye neema,
Wewe ni Mungu mwenye upendo, wewe ni mfalme wa wafalme. Baba, tukushukuru usiku wa leo, ukatende mema, maana wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu ulipo Yesu, yote yanawezekana alipo Baba. Asante jioni ya leo, asante usiku wa leo, usiku ambao Bwana tunauona wa baraka kwetu sisi tulioko patakatifu pako. Jehova, tutakaze katika nyumba hii Bwana, utuoshe mioyo zetu, utusamehe Mfalme mali tumenenda kinyume kwa matendo, kwa kunena. Baba, neema yako itufikie mahali hapa. Ninaomba Yesu kawe nasi, utushike mkono, tusaidie. Kuna watu wako, kuna watoto wako, watumishi na watoto tabaka mbalimbali wamefika mahali hapa. Lengo letu Bwana ni kukuabudu wewe mahali hapa. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Tunaomba uwepo wako katawale. Tunaomba Bwana ukaweze kutuongoza. Roho Mtakatifu achukue nafasi mahali hapa, maana wewe ni Mungu, mfalme wa wafalme. Ni asante kwa kila mmoja ambaye anaenda kuhudumu mahali hapa. Ni asante kwa kila wote ambao Bwana anaenda kutumikia mahali hapa. Roho Mtakatifu, wacha ukawatumie kama vyombo viteule, mfalme wa wafalme. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Let us celebrate Jesus. Ambia mwenzako unapendeza. Unaweza salimia mtu katika nyumba ya Bwana, umwambie unastahili. Unaweza hug mtu, pea mtu hug, Ambia tu mtu ya kwamba unastahili katika jina la Yesu Kristo. And kama kuna nafasi mbele yako, kama kuna kiti kiko empty, make sure umekava hicho kiti. Inakuwa vizuri. Ingia tu, songa mbele kwenye hicho kiti na itafanyika baraka. Naleta sadaka za sifa, sipokee heshima na mamlaka kwako Bwana. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Yesu wewe mtakatifu. Praise God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nataka nikuonyeshe tumekuja kufanya nini mahali hapa usiku wa leo. Unaweza kukaa. Have your seat. Today we are here. It is not by our will, but tuko hapa na ni vizuri
unapoelewa kitu ambacho umekuja kufanya. Sometimes watu tunapoenda kwa mikutano, wengi tunajua ya kwamba tumeenda kwa sababu ni taratibu ya kanisa. But nataka uelewe, kujua umuhimu wa wewe kukua mahali. Mungu huwa anatumia watu ambao wana makusudi. Yani you have purpose why you are here. Sio kwamba ulisikia wakitangaza kwamba tuko na ibada watu tukuja na umekuja. Lazima uwe na sababu yako binafsi na kusudi lako limekufanya jioni ya leo uko mahali hapa. Sasa kukasemekana kwamba kuna opportunity imepatikana kule State House, ya kwamba kuna nafasi, kila mtu ana ruhusa ya kwenda kumwona rais. Lazima utajitafutia neno ya kwamba ukikutana na yeye utamwambia, kwa sababu labda kwa shida ambayo umekuwa ukipitia, so unatamani tu ukutane na Rais Ruto, umwambie tu vile unatamani, then uambie kwamba nafasi ipo sasa, watu wanaenda State House. Unaenda pale ukiwa na kusudi lako na sababu zako binafsi, na hutaki kujua mwenye atakutangulia ni nini atasema, ama yule atakuja nyuma yako atamwambia nini, lakini wewe unaenda na sababu yako binafsi. Hao ndio watu Mungu akikaa akiangalia kwenye kundi huwa anawasikiliza kwa makini. Watu ambao wako kwenye kundi lakini wana sababu zao binafsi za wao kukua katika lile kundi, ya kwamba hawajakuja kwa sababu kuna mkutano mkubwa, but wamekuja kwenye mkutano mkubwa na makusudi. Now listen this. When Jesus alikuwa anafanya nini? When Jesus was ministering, alikuwa na hudumu. Ninasema kwamba kulikuwa na watu wengi, na hawa watu kulikuwa na mkutano mkubwa. Now listen this, child of God. But kukawa na mama alikuwa na kusudi kwa kwenye ule mkutano. The Bible says the woman alikuwa amebleed for 12 good years. Na Biblia inasema kwamba huyu mama alikuwa amejaribu mbinu zozote kusimamisha hiyo damu, hiyo magonjwa yamuondokee. Biblia inasema kwamba aliuza mpaka mali zake zikaisha. Na mkutano uko mahali, watu wamechazana pale, kila mtu alikuwa na kusudi lake la kwenda kwenye huo mkutano. Labda kuna wengine walikuwa wamesikia Yesu wa Nazareti hawajawahi muona, wawende tu wamtazame basi wao wametoshika. Wengine labda walikuwa na mambo yao, walikuwa tu waende kwenye ule mkutano waonekane. But the woman alikuwa na sababu ya kipekee kupatikana mahali pale. Then the Bible says alipofika mahali pale, lengo lake lilikuwa ya kwamba amkute Yesu, amkuze tu. Just only to touch him. And she believed ya kwamba ningemkuza Yesu, damu yangu ingesimama na ningepokea uponyaji. Mama hakujali ni mali yake amepoteza kwa watu wakitafuta uponyaji, but alienda kwa mkutano wa Yesu na sababu, na kaenda na imani, akasema kama nitapata tu nafasi nimfikie, sitaki nimuongeleshe, ninataka tu nimkuze. Then nafasi ilipatikana, mama akajipenyesha katikati ya maelfu ya watu, and she touched Jesus. Then Yesu akafili mkuzo wake. Remember, there were many people in that congregation walikuwa wanakuzana na Yesu, but kuna mkuzo Yesu aliufeel. Why? Because the woman alienda na kusudi na imani, na akawa na sababu ya kumkuza Yesu. Watu walikuwa wanakuza Yesu kama
lakini yeye alitaka kumkuza kwa njia tofauti. Na Yesu alipomsikia mtu amemkuza, then he asked, kuna mtu amenikuza. Praise God. I don't know wewe kukua mali hapa ni kwa sababu tuko, ama kuna vile Yesu anaweza feel mkuzo wako, aseme there is a man, there is a person, there is a child, there is a woman, there is a man somewhere amenikuza mahali. Then Yesu akaambia watu, yule amenikuza si mkuzo wa kawaida, maana ninahisi kuna nguvu zangu zimeniondokea na sinafanya kazi katika maisha yake. Bwana asifiwe. Then the woman akajua ni mimi. Wakati alitambua ya kwamba nimemkuza Yesu, alipokea uponyaji. Bwana wetu hataki tumkuze na vitu vya dhamana. Bwana wetu hataki tumkuze na fedha. Bwana wetu hataki tumkuze kwa kujionyeshana. Bwana wetu anataka tumkuze kwa imani. And I want to assure you, kama umekuja na imani usiku wa leo, Jesus is going to feel your touch today. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ukwe ni wewe umekuja pana lengo na makusudi ya kusema ya kwamba Jesus, nimepitia haya kwa muda mrefu, nimekuwa nikidharauliwa, nimekuwa nikiongelelewa, but today I believe ni mwisho wa hayo mambo kwangu. Praise the Lord. Imagine Yesu hakuwa expensive, just only faith. Faith imetosha. Only faith. Ukienda kwa Yesu ukiwa na imani yatosha. Nilikuwa nataka nikuonyeshe, nataka nikaribishe mwalimu. But kabla nikaribisha, nataka nikuonyeshe why we are here today. First Timothy chapter number 2 verse 1 to 4. But tumesoma tu mistari miwili ambapo neno la Mungu linasema ya kwamba basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa pili unasema ya kwamba kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustawi. Praise the Lord. I think mstari wa kwanza ndio nilikuwa nataka kuzungumzia. Ya kwamba basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Hii ujumbe ilikuwa ujumbe wa Paulo, na Paul alikuwa anaongea na Timotheo, and by then Timotheo alikuwa na umri wakati alikuwa kijana. Paulo alikuwa amemtuma Timotheo kwa ajili ya kazi ya Mungu, na alikuwa mshauri mkubwa sana wa Timotheo. Kwa hivyo akiambia Timotheo maneno haya, wakati wa huduma ya Paulo kulikuwa na wakati mgumu ambapo watu ambao walikuwa wanahubiri Injili walikuwa wanashikwa, wengine wanawekwa gerezani, wengine walikuwa wanashikwa wanauawa. But Paulo akiwa amejua hivyo, alitambua ya kwamba kuna kitu kimoja ambacho kinaweza kikasababisha kukawa na utulivu na kukawa na ulinzi na kukawa na upenyo. Kwa hivyo Paulo alipotambua hiyo kitu, kumbuka wakati ule ulikuwa wakati wa hatari, kwa sababu ungepatikana unamtaja Yesu Kristo, ukipatikana unahubiri Injili, Biblia inasema kwamba wakati ule mlikuwa mnakamatwa.
Na ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 12 unaona ndio wakati ambao Petro wakihubiri injili wanakamatwa, wanawekwa ndani na wengine wanauawa. Na Yohana pia alikuwa ameuawa kwa sababu ya kuhubiri injili. Kwa hivyo Paulo akaona ya kwamba kazi anayompatia huyu kijana sio kazi rahisi, ni kazi ngumu. But wazo likamkujia Paulo ya kusema ya kwamba kuna jambo moja, iwapo hili jambo litapata nafasi katika mioyo ya watu, hili jambo litawapea upenyo na litawafanya watu waweze kuendelea na kusonga mbele. Kwa hivyo Paulo akatambua ya kwamba jambo la hao watu kufanya sio kitu kingine bali ni sala tu. Pray the Lord. Paulo akajua ya kwamba kama watu hao watakaa kwa maombi, hata kama wafalme watawavizia kuwashika na kuwaweka ndani, hawatawaweza. Why? Because Paulo alijua dhamana ya maombi. Paulo alitambua nguvu na mamlaka ya maombi. Paulo alijua ibada ya maombi inaamurisha falme zote kuweza kutii na kunyenyekea. Kwa hivyo ndiye akaambia Timotheo ya kwamba kabla utafanya kitu chochote Timotheo, na kabla wafalme hawatafanya chochote, na kabla watu ambao ninakutuma katikati yao hawatafanya chochote, Timotheo, ninataka utambue kitu kimoja, ya kwamba ninataka sala. Praise the Lord. Ya kwamba ninataka sala, Timotheo, iwe jambo la kwanza wewe kufanya. Nafundisha watu kuomba, watu wakae katika maombi. Kanisa, sikia neno la Bwana. Kuna uwezekano kwenye nguvu zetu na akili zetu, sisi ni wadhaifu, na wengine hatuna ujasiri sana wa kupambana na ulimwengu, kwa sababu ulimwengu una akili nyingi sana kutiliko. Lakini the Bible inasema ya kwamba maombi ndio inatupea upenyo, kunyamasisha sauti zote, kuamurisha falme zote ziweze kusikiliza kila ambacho tunataka, na ziweze kutii na tuweze kupenya. So hakuna vile utasonga kwenye kiwango kama hauwezi kuomba. Hakuna vile unaweza kufanikiwa kwenye ulimwengu kama maombi haiko ndani yako. Kwa hivyo Paulo alitambua ya kwamba Timotheo anaweza kukamatwa na wafalme. Paulo alitambua ya kwamba Timotheo anaweza kufungwa na ni kijana mdogo. Kwa hivyo Paulo akajua ya kwamba Timotheo akikaa kwa maombi ataamurisha ufalme utulie, ataamurisha wanaowinda wa Kristo watulie, kwa sababu Bwana atachukua nafasi ya kutawala ndani ya Timotheo. And that's why anaambia Timotheo kwamba dua na sala zisikosekane, na liwe kitu ya kwanza. You know why you are struggling in your life? Because maombi kwako yanakuja kama mwisho uko nyuma. Ask your neighbor, how many times do you pray in a day? Praise God. Watu wanaofanikiwa, mtu ambaye huwezi kumkuza, is a prayer warrior. Bwana asifiwe sana. Mnajua kwa nini kanisa siku hizi kumekuwa na uvamizi mkubwa sana wa mapepo? Ni kwa sababu kanisani watu wamefanya nini? Ile kusinzia. Praise God. Watu wako kwenye usingizi. So tukiwa na mikutano kama hii, unaweza sikia mtu akisema kumenyesha mvua, mwingine atasema umbu ni wataniuma, mwingine atatoa jambo lolote tu la kumfera ili aweze kulala, na hata akafanikiwa akakuja hapa, unaweza pata ibada inaendelea, lakini yeye amepanua mdomo, ako kwenye ulimwengu mwingine. Hebu angalia jirani yako, mwambie it's not me. Pray the Lord.
Mwambie sio mimi. Na sitalala leo. I must pray. Yes. Praise God. So wale watu ambao wako imara na wako macho ni watu ambao wakifika kwa mkutano kama huu hawahitaji kuambiwa cha kufanya. First thing, akiingia kwa nyumba ya Bwana, huyo mtu tamkuta amejificha kwa kona. Kwanza anaongea na Mungu wake. Mtu anayejua thamana ya maombi anapoingia kazini pake, haijalishi ni kazi gani anafanya, hata kama ni ya kuosha choo, anaenda pembeni, anaambia Mungu, Bwana tazama nimefika, na kufika kwangu mahali hapa sio kawaida, imekarimu mkono wako. Kwa hivyo ninajua ninaishi na maadui, ninafanya na watu wasiotakia wengine mema, ninajua ya kwamba ninaweza pata promotion kutoka mahali hapa, lakini nitakuwa na wapinzani. Kwa hivyo Bwana, nikiingia kwa hii kazi nikifanya, ninaomba ulinzi wako. Pray the Lord. Mtu kama huyo, hata uende kwa bosi, hata uchukue kitu ya kampuni uweke kwa mfuko wake, jioni akitoka apatikane nayo, hawezi akafutwa. Prayer. There is power in prayer. Kuna nguvu katika maombi. And that's why kanisa tunajitahidi sana kuweka mikutano kama hii usiku. Sio kwamba tumekuja kwa sababu tunataka tufanye mambo mengine, bali tumekuja kumtafuta Bwana. Tumeweka ibada ya maombi tukufundisha wewe usiojua maana ya maombi upate kujua, ili uweze kuinuka kiroho. Praise God. Praise the Lord. And that's why we are here today. Nataka tutambue kwamba tumekuja kuomba. Hakuna kitu kingine tumekuja kufanya. There's nothing ambacho tunaweza fanya hapa kama sio maombi. Na hata wale wa ufalme wa giza wanajua nguvu ya maombi. Kwa hivyo wanakuwa kwenye kazi usiku kama wa leo kuhakikisha ya kwamba wanakufunga wewe usipate nafasi ya kuomba, na usipate moyo wa kuomba, ndio wakamilishe kazi zao. Na watu hawa wanapoingia kwenye ulimwengu wa kiroho, wapate wewe ni mtu unakaa kwa maombi, hawakuwezi. Bwana asifiwe sana. Kule nyumbani kwetu kulikuwa na mama mmoja. Huyu mama alikuwa amependana sana na mume wake, na Mungu aliwajalia kupata watoto, na mama alikuwa mama wa maombi. Mama alikuwa naomba, si mchezo. Kwa hivyo ilifika wakati mume wake alikuja akanaswa na watu wa ulimwengu tu. Hao wanawake mnaonanga wakifanya biashara za kushika waume za watu. Mume wa huyu mama alikuwa hajaokoka, na alikuwa anapitanga mali watu wanasemanga mali wazee wanapitia ndio wafanye nini? Ndio waende kwa nyumba. Bwana asifiwe. So mzee alikuwa anapitianga mali wazee wanafanya nini? Wanapitia, anakamata chupa yake moja mbili ndio anaenda kwa nyumba. So mali pale msichana mmoja akakundua ya kwamba huyu mzee ni mzee mwenye pesa zake. Bwana asifiwe sana. Na wakati ule ya kukuwa na michere kama leo ya kwamba unawekea kamchele, wakati ule ilikuwa unanaswa, then unakuwa mtumwa wa huyo mtu. Kwa hivyo huyu mwanamke akaenda kwa mkanga, akaambia mkanga, ninataka huyu mtu akae kwangu, nataka nimshike kabisa. Mkanga akamuitisha majina ya huyo mzee. Alipopeana majina ya huyo mzee, mkanga akamwambia huyu hatumwezi. Sasa yule mwanamke anamuuliza, hatumwezi kivipi? Mkanga akamwambia, huyu ninaona mke wake ni muombezi sana, na hata ukaleta pesa zake hatuwezi tukamfunga. Maana kufunga mtu huwa kunatolewa kitu kwa maisha yake, kinapelekwa kwenye madhabahu ndio waweze kumnasa huyo mtu. Kwa mfano, mtu akitaka kukufunga wewe, kuna kitu atahitaji kutoka kwako, kimpelekwe kule
ndio uweze kufungwa. That is why unaona kanisani sisi tukikuja tunatoanga dhabihu ili kufungua kama kuna kitu kilitolewa kwetu, iwe ni pesa, iwe ni chochote. Hii dhabihu kazi yake ni kuweza kufungua kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hivyo mkanga akamwambia wacha tujaribu, lakini huyu ninaona kama hakamatiki. Najaribu kumkamata kwenye anga, lakini hafanyi nini? Hakamatiki. So mama aliona mzee ameanza kupotea kwake, but mama hakujali kwa sababu alivalue maombi. Wakati mzee alianza kupotea, mama aliongeza resi ya maombi. Bwana asifiwe sana. Kumbuka mzee ameenda kufanyiwa mambo mali amefanyiwa, akili zake zimeanza kukamatika kwa sababu mzee hakukuwa mtu wa Mungu, lakini kulikuwa na mtu behind ambaye alisimama kwenye pengo kumake sure ya kwamba familia yake haitawahi angamia, itasimama na itaendelea. Kwa hivyo mama alipokaa kwenye maombi, mama aliendelea kuomba, na huyu mwingine naye akaendelea kufanya mambo zake ili aweze kufanikiwa kumnaza mume wa mtu. Wamama, Bwana asifiwe. Hello wamama, mko hapa? Praise God. Chapa kutuambia ati mzee amepotea kwa nyumba. Anapotea ukifanya nini? What is your work? Praise God. Some cases tutakuwa tunawalifaa mahali pengine. Kikuja na kesi nyingine tunakurifaa mahali pa kutatulia hiyo kesi. Kwa hivyo mama alipokaa kwa maombi, Biblia inasema ya kwamba not Biblia, ile ushuhuda venye ninawatolea, huyo mama alipokaa kwa maombi, huyo mama mwenye mzee, huyo mwingine akiwa amejaribu kumnaza, huyu mzee akiwa kwa nyumba ya yule mama. Bwana asifiwe sana. Yule mzee akiwa kwa nyumba ya yule mama, alikuwa ameingia na kashopping, akawekelea kwa meza. Huyo mwanamke akiwa anamwandalia chakula ili wakule, mzee fahamu zake zikamrudia. Guess what happened? Bwana asifiwe sana. Yule alikuwa ananipigia story, aliambia ile vita ilizuka kwenye hiyo nyumba. Ilikuwa vita ya kusema ya kwamba nikimbie tena kwa mtaalamu kwanza nichunguze ni nini imefanyika. Na hivyo ndio ilifanyika ya kwamba usiku walikosana. Na walipokosana wakapigana huo usiku. Huo usiku hakukuwa na amani. Na huyu mtu aliporudi kwa yule mkanga, alipomwelezea kilichofanyika usiku wa jana, huyo mkanga aliweza kumfukuza na kumwambia ya kwamba atoke kwenye teritori zake, maana kesi yake yeye hawezi kutatua. Do you think what happened? Do you think ilikuwa rahisi, ama ilikuwa ni kwa sababu mambo haikuenda venye huyu mwanamke alikuwa anatarajia? Ama do you think huyu mwanamke ni kwa sababu hakukuwa na pesa za kutoa kwa mkanga? Huyu mwanamke alikuwa na pesa za kutosha kwa sababu alikuwa anahitaji pesa zingine. Lakini kwa sababu ya maombi ya mke wa huyo mume, maombi ilimshika mume wake, hakunaswa. Kunaweza kuwa na uwezekano kwenye familia yako ni wewe peke yake umejua Mungu. Nataka nikwambie, ukijielewa vizuri, unaweza kuwa sababu ya watu wengine kuokolewa katika hiyo familia. Haijalishi ni familia ya kwenu ama ni familia ya kwako, lakini ukajitambua na ukajua dhamana ya maombi, unaweza kukuwa sababu ya wewe kuweza kusimamisha mambo yote ambayo yamekuwa aibu katika maisha yenu. Kwa hivyo maombi ya huyu mama yalimshika mume wake, na mume wake hakunaswa. Wakristo tunapenda Mungu, tunaenda kanisani,
tunafanyia Bwana ibada, na hata kumtumikia Mungu tunamtumikia sana kwa kuimba, kwa kuhubiri, kwa kufanya chochote kanisani tunafanya. Lakini ifikapo wakati wa maombi, hakuna watu ambao wamejitolea kujinyima kwa ajili ya kutafuta Mungu. Na ndio utapata kuna watumishi wengi. Ninaposema ministers, ninamaanisha kila mtu ambaye anatumikia Mungu, iwe kwa uimbaji, iwe sehemu yoyote ile ambayo unamtumikia Mungu. Wengi wenu wanapigwa na vita vya kiroho kwa sababu maombi iko percentage ya chini. Bwana asifiwe. Hallelujah. I'm sure tungekuwa tunapenda maombi, hii nyumba ingekuwa imefurika mpaka uko nje. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kitu tumekuja kufanya mahali hapa ni kutafuta Mungu. And the Bible says the only way ambayo tunaweza tumia kuwasiliana na Mungu ni maombi. Bwana asifiwe. It is only prayer. It is only prayer. So Paulo akijua hivyo, alijua Timotheo anaenda kufanya kazi kwa wakati mgumu. Mungu hahitaji excuses. Child of God, Mungu hatataka uende usimame mbele zake umwambie ya kwamba hii ndio ilifanya Bwana sikufanikisha. Bwana anajua ya kwamba amekutuma katikati ya umbwa mwitu. Bwana anajua ya kwamba kazi aliyokupa kufanya sio rahisi. Vile Paulo alitambua ya kwamba kazi ambayo anapea Timotheo sio kazi nyepesi. Lakini aliambia Timotheo siri. Akaambia Timotheo, iwapo utakaa kwa maombi, iwapo utadumu kwa maombi Timotheo, kutakuwa na utulivu na utafanikisha kazi ya Mungu. The Bible says in the book of Acts, minasema ya kwamba Petro alipokuwa anahubiri injili, Mfalme Herode alimshika baada ya kumuua nduguye Yohana, akamweka ndani na akamuua. Mfalme Herode alimkamata Petro, na alipomshika Petro akamweka gerezani. Minasema ya kwamba nyakati anamkamata Petro ili amtende mabaya, kulikuwa na wakati wa Pasaka, and by then Pasaka ilikuwa imeheshimiwa sana kwa sababu ilikuwa amri kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo Herode akasema ya kwamba ili sitaki kuleta shida ama kuleta vurugu, watu waone na kuharibu ibada ya Pasaka. Inasema ya kwamba Herode akachukua Petro akamweka gerezani akingojea Pasaka iweze kuisha ili aweze kumtenda mabaya. And now listen the church. Inasema ya kwamba kanisa likachukua hatua ya maombi. Kanisa likachukua hatua ya kuombea mtumishi wa Mungu. By then kanisa lilikuwa linazuiliwa maombi, lakini inasema ya kwamba watu hao walipenda maombi. Hawakuenda kuomba kanisani, walitafuta nyumba ya mmoja wao, wakaenda wakafanya maombi. Biblia inasema ya kwamba usiku kucha walishinda wakiomba katika hiyo nyumba. Walipoomba, the Bible says, malaika wa Bwana alishuka gerezani na kapapasa Petro. Petro akadhania ni mtu wa kawaida na mkuza. Petro hakujua kuna maombi inafanyika mahali. Malaika alipomkuza Petro alimwambia amka Petro. Petro alipoamka, inasema ya kwamba kulikuwa na walinzi wamemwekea ulinzi. Kulikuwa na malango kama matatu kwenye gereza. Kulikuwa na minyororo ilikuwa imefunga Petro. Petro anasikia mtu anampapasa, anashinda usikuni, nani ananikuza? Petro akafuata masharti, minyororo Biblia inasema ya kwamba ikavunjika. Petro akainuka. Petro asielewe ni nani anampapasa. Mtu akamwambia Petro, nifuate mimi. The Bible says walinzi wakapigwa,
wakaanguka chini, hawakuelewa kitu ilikuwa inaendelea gerezani. Petro akaambiwa nifuate. Lango la kwanza likafunguliwa, lango la pili likafunguliwa, lango la tatu walipotoka nje, mtu akamwacha Petro, na kwa sababu Petro alikuwa mhudumu akatambua ni angel huyo, akajua huyo ni malaika wa Bwana. The Bible says Petro alipoenda akitembea akirudi, kumbe washirika wanaanguka kwa maombi, kumbe kanisa limezama kwa maombi. Kanisa lilikuwa linaombea Petro. Unapochelewa wewe kwenye nafasi yako, hata kama kuna minyororo imefunga mtu mahali, hata kama amewekewa ulinzi wa kiroho, nataka nikwambie maombi yanafungua. Nataka nikwambie maombi yanavunja. Nataka nikwambie maombi yanafanya Mungu anafungua mbingu. That's why we are here. And we are not here to entertain anyone. Hatuyuko hapa kumfurahisha mtu. Ukiwa umechichua, the Bible says, mwanamke alisema nitaishi kwenye hii hali mpaka lini? Nimepata opportunity ya kukutana na Yesu, nitaitumia vizuri. That is what I want you to do here today. Ya kwamba now you have opportunity ya kuweza kunena na Bwana usiku wa leo. Don't take it for granted. Usichukulia kama ni mambo ya kawaida, because God is looking for someone, mtu ambaye anaweza kumtumia. Unaweza kukua wewe ukisimama vizuri usiku wa leo, ukaanza kuona mabadiliko katika maeneo yako ya kazi, ukaanza kuona mabadiliko katika familia yenu ambaye mumeishi kuchekelewa. Mwanamke alichekelewa miaka 12. Mwanamke alikuwa ametumia mali yake. Mwanamke alikuwa amefanya chochote anaweza kufanya, but alipopata opportunity, the Bible says aliitumia vizuri. Alisema kuna uwezekano nimejaribu, lakini huyu sitamwachilia, sitaki nimwongeleshe, lakini ninataka nimukuze. Mwanamke alienda kwa Yesu na lengo. Sijui umekuja mahali hapa na lengo gani, but kama uko na lengo, believe the word of God, trust the word of God. The Bible says, dua ya maombi na itendeke. And the Bible says, niite mimi nitakuitikia. Mungu sio mjinga aliyesema lile neno linakosa nguvu kwako, kwa sababu haujawahi enda kwa Mungu na lengo. Haujawahi enda kwa Mungu kumaanisha unafanya mambo kwa sababu watu wengine wanafanya. Unafanya mambo kanisani kwa sababu watu wengine wanatenda, lakini wewe mwenyewe haujawahi jitolea useme, hata kama leo sio siku ya kanisa, hata kama leo sio siku ya ibada, lakini nahitajika niwe kwa nyumba ya Bwana. Maana Biblia inasema ya kwamba nyumba ya Mungu ni nyumba ya sala. Watu wengi wanakuja kanisani wanasahau nyumba ni nyumba ya sala. Wako busy kwenye simu wakati wengine wanatafuta Mungu. Wako busy kuongea na wengine wakati wengine wanatafuta Mungu. Uko busy kanisani kupanga kazi yako wakati watu wanataka Mungu. Watu wengine walikuwa busy kuweza kukuza Yesu na kutaka kuona Yesu, lakini mama alikuwa na lengo. Alisema nimekaa kwenye hali ya dharau kwa muda mrefu. Wakristo tunadharauliwa mpaka lini ya kwamba hatuna nguvu za Bwana? Tutatukanwa lini ya kwamba sisi ni masikini wakati Mungu wetu sio masikini? Simama vizuri kwa maombi, watu waone Mungu wako. Simama, jielewe vizuri, watu washuhudie Kristo naye maabudu, wajue Kristo sio masikini. Mali, dhahabu, vitu vyote vinapatikana kwake. Wakajue anabariki, wakajue anafungua, wakajue anainua, na yote yanafanyika kwa maombi kama haya. Wakati unapojinyima usingizi, usikuje kulala siku ya leo, maana umesema sitalala kwangu, ninataka kumwona Yesu. Hey, pray the Lord.
nguvu. Maombi ni funguo. Kanisa lilikuwa linaomba, walikuwa wamejifungia mahali, wanalia ni kwa sababu ya Petro. Wanaambia Mungu, tazama mtumishi wako, tazama mtumishi wako amefungwa, hatujui hatima yake itakuwa nini. Tumeishi kulea Kenya, tumeishi kulaumu viongozi Kenya, sisi tuko na shida, sio viongozi wako na shida. Maana Biblia inasema ni Mungu anachagua viongozi. Kama Kenya kutapatikana na watu wakae vizuri, wasimame kwa maombi, Mungu anaweza badilisha anga Kenya. Kama watu wanaweza simama vizuri, hatutalia ya kwamba ni mtu fulani, bali tunaweza kumwona Mungu. Praise the Lord. Kwani Mungu salimisha wana wa Israeli kwenye jangwa. Kenya tuko kwenye jangwa gani ambayo inaweza kuwa ngumu kuliko ya wana wa Israeli? Wakati ambapo hakukuwa na maji, wakati ambapo hakukuwa na chakula, bali walikula nyama, walikunywa, hawakukuwa na kiu, kwa sababu hawa watu walimulilia Bwana. The Bible says when they were in Egypt, waliweza kumulilia Bwana, wakamwambia Bwana, tutazame mahali ulipo. Mungu akiwa mbinguni, kumbe anasikianga kilio. Akatafuta Musa, akamwambia Musa, nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Sijui kama hicho kilio Bwana anaweza kukisikia leo. Sijui hicho kilio kama Bwana anaweza kukipata kwako. Mungu alisema nimesikia wamelia. Kumbe kuna mateso, na baada ya mateso ukilia, Bwana anaonekana. Kumbe tunaweza teseka sana, lakini kwenye kilio Bwana anaweza onekana. Mpendwa, tumekuja hapa tuambie Bwana, hatuna kitu kingine ila ni wewe, tumebaki na wewe, kwa sababu kama ni nchi yetu hakuna mtu anatujali, kama ni kwa familia yetu hakuna mtu anaweza kutusikiliza, lakini Bwana tunajua wewe ulisikia kilio cha wana wa Israeli, unaweza ukatusikia. Iko wapi kanisa inaweza kusimama kwenye pengo ikomboe nchi? Iko wapi watumishi wanaosimama kwenye pengo waitangwe? Ni kwa sababu ya nchi ya Kenya. Wapendwa, tukiziweka vizuri, tukatambua uwezo na dhamana ya maombi, Biblia inasema hakuna ngumu kwa Mungu, hakuna siloliweza Bwana. Wacha tusimamishe hii mambo ya kulaumu viongozi, tuchukue hatua ingine. Hey, praise God. Ukiwa umejaribu mambo yameshindikana, Mzungu alisema try plan B. And plan B leo ni tumtafute Mungu. Toa wimbo wa Ruto mdomoni mwako, weka wimbo wa Bwana. Biblia inasema ya kwamba walipofika mwisho, waliposingiliwa, waliimba wimbo wa Bwana na Bwana akashuka. Haleluya, haleluya. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Nataka nikaribisha mtumishi wa Mungu Pastor John, atakuwa anatufundisha. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho umekuja kufanya mahali hapa usiku wa leo, na ni maombi. Wakristo tumekuja tumtafute Mungu. Wakristo tumekuja ili tumuone Bwana. Kama kuna waimbaji, kama ni mkuja tu hapa mbele, ndiye nataka waambie tu Bwana, mkutano wa leo uwe ni mkutano wangu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Maombi haya fike kwako leo, leo
Yesu unachohisi ndani ya moyo wako. Mwambie Yesu unachofeel katika roho yako. Mwambie Bwana, niko hapa usiku wa leo. Uko na malengo ya kumwambia Bwana. Uko na sababu ya wewe kufika kwenye mkutano wa siku ya leo. Mwambie Yesu, niko hapa. Natamani nikuone wewe. Tukuone mali yako usiku wa leo. Tukuone kwenye madhabahu. Tuyaone matendo yako. Tukaone wema wako.
usiku wa leo. Yesu tunakuhitaji. Yesu tunakutamani usiku wa leo. Yesu tunakutamani mahali hapa usiku wa leo. Tuhudumie Bwana. Tuhudumie Yesu. Tuhudumie Baba. Tuhudumie, wewe ni Mungu. Tuhudumie Yesu, tunakutamani wewe. Wengine milionea chakula chetu. Wengine machozi ndio macho yetu. Wengine stress zimekuwa nyingi. Wengine tuko na depression. Wengine tunahangaika Baba. Tunakaa kama tuna nguvu. Yesu onekana. Baba tuhudumie usiku. Baba onekana, wewe ni mwema. Baba onekana, unatenda. Baba onekana, tuna vingine. Wewe ni mwema. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba mwema kwangu. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba mwema kwangu. Wewe ni Baba. Unainua wanyonge. Wewe ni Baba. Umefungua viziwi. Wewe ni Baba. Baba, wewe ni Baba mwema kwangu. Baba, wewe ni Baba. Sema yeye ni Mungu, wewe ni Baba mwema kwangu. Anatenda mema. Wewe ni Baba. Baba ni mwema. Yesu ni mwema sana. Wewe ni Baba. Tumeona Baba. Tumeona wema wake. Yesu ana wewe ni Yesu unatawala. Wewe ni Baba. Unainua walio chini. Wewe ni Baba. Jiwe langu la pembeni. Wewe ni Baba. Baba, wewe ni Baba mwema kwangu. Wewe ni Baba. Nakupenda. Wewe ni Baba mwema kwangu. Baba, wewe ni Baba. Hakuna kama wewe. Wewe ni Baba mwema kwangu. Yesu, wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Nimekuona Yesu. Wewe ni Baba mwema kwangu. Wewe Bwana. Wewe ni Baba. Unainua. Wewe ni Baba mwema. Yesu, unainua Bwana. Wewe ni Baba. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Nataka waamini Mungu usiku wa leo kwamba ibada hii inapoendelea mahali hapa, Roho wa Mungu atakuhudumia. Roho Bwana anaenda kukutana na wewe. And you will see God. Wengine sisi hatukuwa watu tunatambulika, lakini twalimuona Bwana. Mungu ni mwema. Nataka mtu anikaribishe Pastor John. Huyo anakuja kutuhudumia na imani kwamba Bwana amemwandaa. Please usher, help me to invite the man of God. Mungu wetu
celebrate Jesus. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Piga Yesu makofi mazuri kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Hiyo itatosha.